Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu, karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu, kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnupa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako, ikiwa katika siku za usoni na kusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Lakini vile vile kwa msaada wa kushirikiwa tiketi ya ndege kuelekea nchi yote duniani, unaweza kuwasiliana nao kupitia namba hizo katika tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka pamekuwa na hali ya sintofahamu, hasa ya vuta ni kuvute baina ya nchi ya Israel na nchi ya Uturuki. Ni hali ambayo imefikia katika hatua ya kupatikana kwa message kutoka katika sehemu ya uongozi wa nchi ya Uturuki, lakini vile vile kutoka katika sehemu ya uongozi wa nchi ya Israel. Lakini kile kinachoonekana vile vile ni sehemu ya mashambulizi mtawalia ambayo yamekuwa yakifanywa na nchi ya Israel katika upande wa nchi ya Syria, lakini vile vile ikihusisha sehemu ya maslahi ya nchi ya Uturuki. Jambo hili ni jambo ambalo kiuhalisia ni jambo ambalo linagusa sehemu mbili. Ukiachilia mbali sehemu ya Syria, maana yake inagusa sehemu ya kwanza ni sehemu ya mashariki mwa bahari ya Mediterranean, lakini sehemu ya pili ni sehemu ya nchi ya Syria. Na labda nikurudishe nyuma kidogo ili uweze kufahamu kwa nini hivi sasa nchi ya Uturuki na nchi ya Israel zimekuwa zikivutana hasa katika upande wa nchi ya Syria. Mwaka 2010 takriban nchi ya Israel iliingia katika mahusiano hasa ya masuala ya kiuchumi baina yake na nchi kama ya Ugiriki, lakini vile vile na nchi kama ya Cyprus, hasa katika upande wa Greek Cypriots ambao unazingatiwa kwamba wakazi wake hasa wengi ni jamii ya Wagiriki, kwa sababu Cyprus inagawanyika sehemu mbili. Kuna sehemu ambayo inakusanya jamii ya Waturuki ambao wanajulikana kama Turkish au Turkish Cypriots. Ni jamii ya Waturuki ambao wanapatikana hasa katika upande wa kaskazini mwa nchi ya Cyprus. Lakini katika upande wa kusini unakusanya zaidi jamii ya watu ambao ni Wagiriki. Sasa kwenye mwaka 2010 yaliingiwa makubaliano ya namna hiyo ambayo wanajaribu kutengeneza mahusiano katika upande wa masuala ya kiuchumi, na hasa ikihusisha swala zima la kusafirishwa kwa ikiwezekana gesi au mafuta kupita katika sehemu ya bahari ya upande wa mashariki mwa bahari ya Mediterranean kuelekea katika upande wa nchi za Ulaya, hasa kupitia katika sehemu kama ya Ugiriki. Move ambayo kwa upande wa nchi ya Uturuki yenyewe ilikuwa naona kwamba haiko sawa, kwa kuzingatia kwamba lazima ishirikishwe katika hilo, ambapo interest ya nchi ya Ugiriki pamoja na nchi ya Israel na upande wa Cyprus unaokontroliwa na jamii ya Wagiriki haikuwa katika hesabu yao kuishirikisha nchi kama ya Uturuki. Sasa tatizo lilikuwa liko sehemu moja, hasa katika upande wa mipaka, kuzingatia kwamba mipaka ya bahari kwa kawaida huwa inapimwa kwa kipimo ambacho wanaita nautical miles. Maana yake ni kwamba unakwenda kama nautical miles kama 12 takriban. Hii huwa inazingatiwa ni mpaka wa nchi katika upande wa bahari, lakini vile vile huwa kuna ziada ya nautical miles nyingine kama 12 kwa maana ya kufanya 24, ambapo nchi huwa ina mamlaka ya kushughulikia masuala kama ya kikodi na mfano wake, na kisha kuna kwenda vile vile umbali wa nautical miles kama 200, ambapo nchi inakuwa ina uwezo wa kunufaika na rasilimali zilizopatikana katika sehemu husika kama gesi, mafuta na mfano wake. Hichi ni kipimo ambacho nchi nyingi inatumia katika upande wa mipaka yake katika bahari. Lakini kwenye makubaliano kuhusiana na utaratibu huu, nchi ya Uturuki yenyewe toka zamani haikuwahi kusaini hiyo document, na hivyo nchi ya Uturuki yenyewe kipimo chake katika mipaka ya bahari huwa wanatumia continental shelf. Na nikisema continental shelf maana yake ni kipande cha nchi cha ardhi ambacho huwa kinaingia katika upande wa bahari. Sasa ukiangalia continental shelf ya nchi ya Uturuki, maana yake imeingia pakubwa katika upande wa mashariki wa bahari Mediterranean, kiasi ambacho inakwenda kukutana na continental shelf ya nchi ya Libya. Katika mazingira namna hiyo, baada ya kuwa kwamba kuna uhusiano huu, nchi ya Uturuki ilichokifanya ni ilikuwa kuingia makubaliano na ile serikali inayotambulika kimataifa ikijulikana kwa kipindi kile kama Government of National Accord ya nchi ya Libya, kutengeneza mahusiano ya kwamba hakuna project yoyote inaweza kufanyika katika upande wa mashariki wa bahari Mediterranean, kupitishwa kwa bomba la mafuta au gesi pasi na hizi nchi kushirikishwa, maana nchi ya Uturuki pamoja na nchi ya Libya, jambo ambalo kwa upande mmoja mwingine lilizorotesha
sehemu ya fikra hii ambayo ilikuwepo katika nchi ya Israel pamoja na nchi kama za Ugiriki na mfano wake, pamoja na kwamba nchi ya Israel pamoja na nchi ya Uturuki kuna sehemu ya mahusiano vile vile wanayo, kwa kuzingatia kwamba nchi ya Israel sehemu kubwa ya mafuta, asilimia takriban 60 mpaka 70 ya mafuta yake huwa inanunua kutoka katika nchi ya Azerbaijan, na hivyo bomba la mafuta kutoka katika nchi ya Azerbaijan hasa linakomea katika sehemu kama za Uturuki. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Israel kupata mafuta yake ni lazima iamiliane au ichanganyikane na nchi kama ya Uturuki, kuzingatia kama bomba la mafuta linapita katika nchi ya Uturuki ambayo lina supply takriban asilimia 60 mpaka 70 ya mafuta yake yanayotumika katika nchi ya Israel. Kwa hivyo move hii ni kama move ambayo haikuweza kufanikiwa kwa kiwango kikubwa kulingana na plani ilivyokuwepo mwanzo, lakini kwa muendelezo wa mahusiano yao kwa hivi sasa ni kwamba vile vile wana mahusiano katika upande wa masuala ya kiulinzi na usalama, jambo ambalo katika upande wa Uturuki pia wanaona kwamba ni tatizo. Wanaona kama ni plani ya nchi ya Israel kutaka kuizunguka nchi ya Uturuki kutoka katika upande wa mashariki wa bahari ya Mediterranean, na hili ni eneo muhimu sana kwa nchi ya Uturuki. Toka kipindi cha Ottoman Empire, udhibiti mkubwa au ufahari mkubwa wa nchi ya Uturuki hasa ilikuwa ni kucontrol sehemu ya bahari Mediterranean na hasa upande wa mashariki mwa bahari ya Mediterranean. Kwa hivyo nchi ya Uturuki baada ya kuona kwamba kuna move hii ambayo imekuwa ikiratibiwa na nchi ya Israel na nchi kama ya Ugiriki, ambapo kikao cha mwisho nafikiri walikaa kama mwaka jana kwenye mwezi wa 6 mwezi wa 7 takriban katika mji wa Jerusalem, ambayo ilihusisha viongozi kutoka katika nchi ya Ugiriki, sehemu ya Cyprus pamoja na nchi ya Israel. Walikutana pale katika mji wa Jerusalem, na moja katika kauli mama ambayo ilizungumzwa na Waziri Mkuu Netanyahu ni kwamba wale waliokuwa wakiamini kwamba walikuwa wana dola siku za nyuma na hivyo wanataka warudishe sehemu ya empire yao, hilo ni jambo ambalo halitawezekana. Maanake kusudio lake kubwa hasa ilikuwa ni katika nchi ya Uturuki, kuzingatia kwamba ndio kilikuwa kitovu cha ile Ottoman Empire. Sasa katika mazingira namna hiyo, baada tu ya kuonekana kwamba kimefanyika kikao kile cha mwisho cha mwaka jana baina ya nchi ya Israel, nchi ya Ugiriki pamoja na Cyprus, nchi ya Uturuki move walioifanya ilikuwa ni kwenda kuweka mifumo ya rada katika upande wa kaskazini mwa nchi ya Syria. Na kwa nini Uturuki walienda kuweka rada katika upande wa kaskazini mwa nchi ya Syria? Kuweka rada katika upande wa kaskazini mwa nchi ya Syria ni jambo muhimu zaidi kwa sababu Israel sifa yake kubwa inayosifika katika eneo la Mashariki ya Kati ni kuwa wazuri katika upande wa, tunasema ni aerial supremacy, wana uzuri katika upande wa anga, ile ndege, yani kufanya mashambulizi ya angani. Israel ni wazuri zaidi katika upande huo. Kwa hivyo kitendo cha Uturuki kwenda kuweka mifumo yake ya rada katika upande wa kaskazini mwa nchi ya Syria, maana yake ni kuinyima ule ufahari wa nchi ya Israel ambayo imekuwa ikijivunia siku zote, kwa kuzingatia kwanza Israel inapakana na nchi ya Syria. Kwa hiyo ina maana anga ya Syria inapokuwa haiko free kwa Israel, maana yake ni kwamba operation zote katika upande mwingine wa Arabian Peninsula inakuwa ni kama haziwezekani. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, katika nchi ya Syria kuna air corridor mbili. Kuna mapito mawili. Kuna mapito ya kaskazini mwa Syria na kuna mapito ya upande wa kusini mwa Syria. Upande wa kaskazini mwa Syria ndio upande mzuri zaidi kwa kuzingatia kwamba ni upande ambao una mabonde. Kwa hiyo unapopitisha ndege au unapopitisha zile drone, zina uwezo wa kupita katika namna ambayo inakuwa ni ngumu kuweza kusomwa na rada. Kwa hivyo unapoweka mifumo ya radar system na mfano wake katika upande wa kaskazini, maana yake ni kwamba kuna sehemu ya uhuru unainyima Israel, especially unapoweka zile advanced radar ambazo zinakaa zimewekwa na nchi ya Uturuki. Maana yake zinainyima uhuru nchi ya Israel kupita katika corridor ya kaskazini, lakini vile vile kufanya zile tunasema ni standoff attacks, yale mashambulizi ambayo unafanya wewe ukiwa uko mbali. Maana yake labda upo katika bahari Mediterranean, uweze kufanya mashambulizi kupitia upande wa kaskazini mwa nchi ya Syria kuelekea labda katika sehemu kama za Iraq au sehemu kama za Iran. Uhuru huu maana yake unakuwa umepotea rasmi. Lakini vile vile kuna corridor ya upande wa kusini. Corridor ya upande wa kusini inaweza ikatumika, lakini ina shida kidogo. Na shida yake kubwa ni kwa sababu ni corridor ambayo ina miinuko. Na inapokuwa ina miinuko, maana yake unapopitisha ndege au unapopitisha drone, zinakuwa ni rahisi zenyewe kuweza kusomwa kwa kuzingatia kwamba zinakuwa zinapita katika altitude ya juu, ile mwinuko wa juu, na radar system, ile mifumo ya radar huwa inasoma katika
engo ya juu. Kwa ina maana kama kuna ndege inapita au drone inapita katika sehemu ya juu inakuwa ni rahisi kuweza kusomwa, tofauti na inapokuwa katika upande wa kaskazini. Katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba Uturuki ikawa inaonekana kwamba juhudi zote inazozifanya ni kwa lengo la kuitia adabu nchi ya Israel, kwa sababu Israel maana yake inajivunia zaidi matumizi ya anga ile ya upande wa Syria, na ndio maana unaweza kuona hata katika mashambulizi ambao wamekuwa wakiyafanya siku zote kuanzia katika upande wa bandari kama Latakia pale katika nchi ya Syria, Israel wamekuwa wakitarget zaidi katika mifumo ya zile radar system, mifumo ya radar, kwa sababu maana yake inainyima uhuru. Lakini vile vile mashambulizi yaliyofanyika katika sehemu kama Ad-Duhur base, air base ambayo inapatikana katika mji wa Idlib katika siku takriban moja au mbili nyuma, imetarget katika of course ili target katika sehemu kama ya Ad-Duhur base, kwa sababu ni base ambayo kama imehamwa, lakini ni base ambayo ilikuwa inaonekana kama kuna harakati za nchi ya Uturuki za kwenda kuweka pia radar katika maeneo yale. Vile vile imefanya mashambulizi hivi karibuni katika sehemu kama ya T4 base ambayo inapatikana katika mji kama wa Palmyra, na lengo kubwa ni hilo, ni base kama imehamwa, lakini ilikuwa inaonekana kama kuna harakati za Uturuki vile kuweka mifumo ya radar katika sehemu zile. Achilia mbali mashambulizi ambayo yamekuwa yakifanyika katika base kama za Meza military air base, au katika sehemu kama za Damascus International Airport, au katika sehemu kama za Aleppo International Airport, katika sehemu zile za airport zote, sehemu ambayo Israel imekuwa ikitarget zaidi ni katika mifumo ya radar, kwa kuzingatia kwamba radar zinapokuwa ni zile advanced radar zina uwezo wa kucollect taarifa au kukusanya zile taarifa katika upande wa anga automatically. Katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba uhuru wa anga husika inakuwa tena haupo, na hili ni jambo ambalo Israel wamekuwa wakijaribu kulipigania, kwa sababu ya kujua kwamba iwapo anga ya Syria inapokuwa imebanwa, haina uhuru katika upande wa nchi ya Israel, maana yake ni kwamba operesheni zake zote zinakuwa kama zimecollapse, za kuelekea katika nchi kama ya Iraq, kuelekea katika nchi kama ya Iran, na ile supremacy au ule ubora wake iliokuwa inajivunia kwa muda mrefu katika upande wa anga, maana yake ni kama inakuwa umeanguka. Kwa hivyo mvutano ulioko katika nchi ya Syria hivi sasa, ukihusisha zaidi nchi ya Uturuki na nchi ya Israel, hasa ni kwa sababu project ya nchi ya Uturuki hivi sasa ni kuweka mifumo ya radar system, ni kuweka mifumo ile ya rada ambayo itakuwa inasaidia kuweza kukusanya baadhi ya taarifa ya anga ya nchi ya Syria. Na hili maana yake ni kwamba katika upande wa Israel linakuwa linaipa wakati mgumu, kwa kuzingatia kwamba kama sasa hivi kuna sehemu ya ushirikiano baina ya nchi kama ya Uturuki, nchi kama ya Saudi Arabia pamoja na nchi kama ya Pakistan. Lakini ukiangalia nchi kama ya Pakistan, maana yake ni nchi ambayo ina ukaribu na nchi kama ya Iran. Taarifa ambazo zinakuwa zinakusanywa katika hatua ya awali katika nchi kama ya Syria, maana yake ni hatua ambazo ni taarifa ambazo inawezekana zikapelekwa katika nchi kama ya Pakistan, inawezekana zikaingia katika nchi kama ya Iran na mfano wake. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba ule uhuru wa muda mrefu ambayo Israel ilikuwa ikijivunia ni kama unaelekea kuanguka. Kwa ina maana katika upande wa nchi ya Uturuki, maana yake wao wanachokifanya ni kama kubalance equation, ni kubalance ule mlinganyo wao, kwa maana ya kwamba ikiwa Israel wao wanaendesha harakati katika upande wa mashariki wa bahari ya Mediterranean katika mazingira namna hiyo, basi na Uturuki itaendesha harakati zake katika upande wa kaskazini mwa Syria. Na hivi sasa maana yake ilikuwa inaonekana kama wanataka wasogea katika sehemu ya katikati mwa Syria, maana yake katika mji kama Palmyra. Katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba Uturuki inaonekana malengo yao makubwa ni kubalance, kwamba wakati Israel wanafanya harakati mashariki mwa Mediterranean, basi Uturuki waweza kufanya harakati katika nchi ya Syria. Lakini katika upande wa nchi ya Israel, ilichokuja kugundua ni kwamba iwapo move ya nchi ya Uturuki itafanikiwa, maana yake itakuwa ni kama kuiua nchi ya Israel ile harakati zake zote ambazo ilikuwa imeplani katika eneo la Mashariki ya Kati, kwa kuzingatia kwamba ile eneo la nchi ya Syria litakuwa haliko katika udhibiti wake. Na siku za nyuma kiongozi wa nchi ya Syria Ahmed Sharaa alijaribu pia kutengeneza mahusiano na nchi kama ya Israel, kuondoa ile sehemu ya sintofahamu ambayo ipo baina ya Israel
na nchi kama ya Syria. Lakini kilichokuwa kinaonekana ni kwamba Israel hilo jambo kama wenyewe walikuwa hawalihitaji. Na kwa nini walikuwa hawalihitaji? Kwa sababu ya nadharia iliyoko katika nchi ya Israel. Nchi ya Israel wao wenyewe wanaamini kwamba serikali ya Syria ya Ahmed Sharaa ni serikali ambayo imeibukia kutoka katika wapiganaji wa jihad, wale wapiganaji wa Kiislamu. Katika mazingira namna hiyo, manake Israeli wao wanachoamini ni kwamba iwapo kuna siku watapata nguvu, manake hakuna kitakachofanyika isipokuwa wataingia katika mgogoro moja kwa moja na nchi ya Israeli. Na ndio maana Israeli wao wamekuwa wakiona kwamba kama kuna njia yoyote ya ile serikali ya Syria kuwa na nguvu, basi wao wenyewe waweze kupigana, waweze kuiondoa hiyo nguvu. Hii ni fikra ya kwanza ya nchi ya Israeli. Lakini fikra ya pili ya nchi ya Israel ni kwamba Israel wao wana project ya Great Israel, kuifanya Israel kuwa kubwa, ambao mipaka yake wao wanazingatia kwamba inaanzia katika nchi kama ya Lebanon, inakusanya sehemu kama ya Lebanon, inakusanya sehemu kama ya Syria, lakini vile vile inakusanya sehemu kama ya Jordan, inakwenda mpaka sehemu za Saudi Arabia, inaingia mpaka katika sehemu za Misri. Katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba kuna corridor kusini mwa Syria ambao wenyewe wanaita David Corridor, ambao sasa hivi wamekuwa kama wanaifanyia kazi nchi ya Israel, pamoja vile vile na kuchukua baadhi ya maeneo kama kule Kuneitra katika upande wa kusini, upande wa mlima Golan katika upande wa Syria, maana katika miji kama Kuneitra na mfano wake, wamekuwa wakifanya harakati nyingi sana ili kuhakikisha kwamba wanakamilisha hiyo project ya Great Israel. Sasa katika mazingira namna hiyo, maana yake panapokuwa na mahusiano ya Syria na nchi kama ya Israel, maana yake ni kwamba project ya kushakia kwamba kuna siku serikali ile inaweza ikaja kupata nguvu na wapiganaji wake wakaja kuingia katika mgogoro na nchi ya Israel, maana yake haiwezi kufanikiwa kwa kuzingatia kwamba Israel itakuwa haina uhuru wa kushambulia katika nchi ya Syria. Lakini vile vile katika upande wa ile project ya Great Israel ambao wamekuwa wakijaribu kumega baadhi ya vipande katika nchi ya Syria wakiamini kwamba ni eneo la Israel, katika mazingira ya namna hiyo, maana yake ni kwamba hiyo project pia haiwezi kufanikiwa, kwa sababu maana yake patakuwa hakuna hali ya uhasama baina ya Israel pamoja na nchi ya Syria, kwa sababu Israel inachokifanya yenyewe ni kusupport baadhi ya makundi kama makabila kama ile wa Druze na mfano wake, ambao wamekuwa wakidai kwamba wanataka wajitoe katika nchi ya Syria. Kwa hiyo kuna harakati nyingi sana ambazo Israel imekuwa ikizisupport. Hata Wakurdi ambao walikuwa wanapatikana katika upande wa kaskazini, takriban kaskazini mashariki mwa nchi ya Syria, siku za nyuma Israel ilikuwa ikiwa support kwa sababu tu ya kuhitaji kwamba ikiwezekana ile Syria iweze kumegeka. Kwa hiyo kuna mazingira kama ya namna hiyo ambayo yamekuwa yakiendelea, lakini Israel manake kwa sasa hivi inajaribu kupigania ukubwa wake ambao manake umeingia katika tishio baada ya nchi ya Uturuki kuonekana kwamba wamekuja na project ya kuweka advanced radar, kuweka mifumo ya radar ndani ya nchi ya Syria, mifumo ambayo manake ni kwamba itafanya corridor zote ziweze kucollapse kimatumizi katika upande wa Israel. Maanake corridor ya upande wa kaskazini itakuwa imecollapse kwa kuzingatia kwanza ni corridor ambayo kwanza inapakana na nchi ya Uturuki, lakini vile vile uwekezaji wa nchi ya Uturuki katika upande wa miji kama ya Idlib na mfano wake kule upande wa kaskazini imekuwa ni mkubwa sana kiasi ambacho ule uhuru hauwezi kupatikana kupita katika corridor upande wa kaskazini. Lakini vile vile kitendo cha harakati za nchi ya Uturuki kuonekana kwamba zinasogea mpaka katikati ya nchi ya Syria, maanake katika mji kama Palmyra, maanake ni kwamba ni kufanya total collapse, yani kuiangusha kabisa hata ile corridor ya upande wa kusini, ambayo maana yake ni kwamba watakuwa wana uwezo vile vile wa kukusanya baadhi ya taarifa katika upande huo. Kwa ina maana Israel wanachokipigania sasa hivi ni kusurvive, namna gani watapigana ili waweze kusurvive, ndicho wanachokipigania Israel hivi sasa. Lakini katika upande wa Uturuki wanachojaribu kupigania ni kubalance zile strategic move, kwamba Israel wao walichokifanya ni kuendelea harakati na upande wa mashariki mwa bahari ya Mediterranean, ambayo ni eneo la kistratejia katika upande wa Uturuki, sio leo, katika kipindi cha Ottoman Empire. Na hivyo katika mazingira namna hiyo, wao walichojaribu kuifanya ni kuja na hesabu nyingine ya kistratejia, ambayo maana yake itakuwa ni kama kill switch, itakuwa ni kama switch ya kuimaliza Israel katika upande wa anga,
kwamba unapokuwa hauna Syria, maana yake operation zako zote katika upande wa eneo la Mashariki ya Kati zitakuwa zina mashaka makubwa, kwa kuzingatia kwamba anga iliyokuwa ina korido nyepesi ya kuweza kupita na serikali yake ikiwa ni dhaifu, maana yake ni anga ya upande wa Syria. Sasa inapokuwa kwamba ile Syria haipo katika mikono au anga yake maana yake haipo katika udhibiti wako, maana yake automatically zoezi lako la kufanya operation zako katika eneo la Mashariki ya Kati linakuwa ni zoezi gumu. Kwa hiyo kiuhalisia hili ndio ambalo limekuwa likiendelea baina ya nchi ya Uturuki na nchi ya Israel, jambo ambalo kiuhalisia haliwezi kuhitimika kwa wakati mmoja, na ndio maana nchi ya Israel imekuwa ikijaribu kutengeneza fikra tofauti kwamba watakapokuwa wameshindwa kudhibiti ile mifumo ya rada ambayo Uturuki unajaribu kuiweka katika nchi ya Syria, ikiwezekana basi washambulia hata katika sehemu za wanajeshi wao, au kushambulia katika sehemu kama za Cyprus katika upande wa kaskazini ambao unadhibitiwa na jamii ya Waturuki, kuzingatia kwamba kushambulia wanajeshi wa nchi ya Uturuki au kushambulia katika sehemu kama za Cyprus manake hazitoifanya NATO iingilie kati, kwa kuzingatia kwamba Uturuki ni memba wa NATO na hivyo analindwa kupitia ibara ya 5 ya NATO, ambapo kumshambulia memba mmoja wa NATO ni sana kushambulia memba wote. Lakini ibara hii maana yake ina mipaka. Kwa mfano wanajeshi wa nchi kama Uturuki wanapokuwa hawapo katika ardhi ya Uturuki akafanyika mashambulizi, maana yake hii inawezekana ikaepukika, yani isihusishe NATO members wote, bali itaihusisha nchi ya Uturuki peke yake katika sehemu ya mgogoro wake na sehemu ya nchi ya Israel. Kwa hiyo kiuhalisia maana yake ni hali ya mvutano ambayo imekuwa ikiendelea, lakini kwa kadri mazingira ambavyo yamekuwa yakizidi kuendelea kwa hivi sasa, maana yake kuna nafasi kubwa ya kwamba katika wakati ujao inawezekana ikapatikana taswira itakayokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu ni Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu na niombe usahau kusubscribe, kule kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.